Karibu kusikiliza simulizi fupi yenye uwanda mpana wa funzo lenye mlengo wa kimila na tamaduni. Simulizi hii imeandikwa na Raida 17. Imeandaliwa na kusimuliwa na mimi, Milk Sounds Mbaba. Karibu, na hii ni sehemu ya kwanza. Kama uliangalia kombe la dunia 2010, basi huwezi kuacha kumfahamu Asamoah Gyan, mshambuliaji wa Ghana aliyekuwa akivaa jezi nambari 3. Alipata umaarufu wake kwa staili yake ya kucheza. Sio tu Afrika waliovutiwa, hata wazungu walipenda sana na kumkumbuka na kumpa jina kubwa, na hicho ndicho kitu kitakachokumbukwa. Na hii ilimfanya kupata timu Sunderland pale Uingereza. Kutoka kwenye ardhi ya Tanzania, kijana Yasin Kingo, mwenyeji wa Uzaramuni, mchezaji wa timu ya taifa ya Tanzania anayecheza kwenye ligi pendwa duniani EPL kwenye klabu ya tajiri Miluzi Todi Chelsea the Blues. Huku watu wakimtizama kama Drogba mpya, Kingo alikuwa maarufu kwa kufunga na kucheza pindi anapokwenda kushangilia. Aina yake ya ushangiliaji ilikuwa ni aina ya ngoma ya Uzaramuni aliyoamua kutangaza utamaduni wa kwao kwenye nchi za watu na kuwafanya wazungu kucheza staili hiyo. Watu wengi walipenda kuijua zaidi historia yake. Hii iliwafanya waandishi wengi wa habari kumfukuzia pindi tu anapokuja kwenye majukumu ya timu ya taifa au kipindi cha mapumziko cha ligi, ila haikuwa rahisi kumpata. Ulipofika mwisho wa msimu, alirejea Tanzania huku akiwa na miadi ya kufanya interview na mimi, mtangazaji wenu maarufu Lameck Info. Televisheni ya nchi ya South Africa ilichukua haki za matangazo kuonesha interview ya Yasin Kingo, huku lengo ikiwa ni dunia nzima ione mahojiano hayo. Siku ya mahojiano ilifika. Akiwa na kitabu mkononi, nilimkaribisha na kuanza maongezi. Nimekuja kwenye interview ila sitaongea sana. Inaomba nikukabidhi kitabu hiki ambacho kimeandikwa na marehemu baba yangu Mzee Kingo, na alinikabidhi kama urithi. Nimekichapisha wakati niko London na nimefika hapa ili Watanzania wapate kujua historia yangu, ila kama kitawapendeza, ningependa Wizara ya Elimu ipitishe kiwe katika mitaala ya elimu ili kiweze kuwasaidia wanafunzi kujibia mitihani. Nilikichukua kitabu na kuanza kukisoma. Leo interview yetu itakuwa ni tofauti kidogo. Tunaanza kwa kusoma jina la kitabu, ni Ngomani. Hapa tutaruka hadi Baje, ila sisi tutaanza kusoma hadithi yenyewe moja kwa moja. Naitwa Rashidi Yasin Kingo, almaarufu kama Kingo. Mama yangu anaitwa Kijazi Rashid Kingo. Baba yangu alifariki miaka ya 80 nikiwa mdogo kabisa, na alikuwa mpiga ngoma maarufu kijijini kwetu Malumbo, mkoani Pwani. Baba hakuwahi kufanya kazi nyingine zaidi ya kupiga ngoma, tena yeye akiwa kama kiongozi mkuu mwenye mamlaka yote. Kuwa naye karibu kulinitengenezea mazoea kupenda kujifunza kupiga ngoma. Nilijikuta nikianza kupiga ngoma kwenye bendi ya shule, nikipiga ngoma kubwa. Taratibu nilijikuta na mimi nikiwa mpiga ngoma maarufu pale kijijini, na nilikuwa nikifuata taratibu zote za kiongozi wa wapiga ngoma. Yaani, kuna muda wa kuamba ngoma. Huu ni muda ambao mpiga ngoma mkuu nilikuwa nikizima ngoma na kuomba nipatiwe idadi ya chupa za pombe kulingana na wapiga ngoma wote. Kisha tulikunywa. Mimi mpigaji ngoma mkuu naletewa mwanamke ambaye nitafanya naye mapenzi pale pale kabla ya kuendelea na ngoma. Na muda ulizingatiwa pindi unapopewa binti wa kufanya naye mapenzi ili usiharibu shughuli.
Maisha yangu yalikuwa ndo hayo. Nilikuwa ni kijana mwenye maendeleo pale kijijini kutokana na kupokea kazi nyingi za kupiga ngoma. Hii ilinifanya nisipende kwenda kufanya chochote. Nilikuwa nikilala nyumbani nikisubiri kazi tu. Nilitembea na wanawake wengi sana. Tena nilichagua wale wanawake ambao walikuwa wametoka mjini kuja kwenye shughuli kijijini pale. Hao ndo nilikuwa nawapenda. Siku moja nilipokea kazi ya kwenda kupiga ngoma Mwanalumango, na mama yangu alikuwa amealikwa kwenye shughuli Muhaga. Jioni ilipofika, mimi na mama yangu kila mmoja alielekea pahali alipoalikwa. Baada ya kufika kwenye shughuli, nilifanya kazi yangu kwa ufasaha zaidi na kupata mashabiki kutokana na kuifanya kwa ufanisi wa hali ya juu. Ulipofika muda wa kuamba ngoma, zililetwa chupa nyingi za gongo, na hiyo ni kutokana na kuwafurahisha wateja wangu. Na waliambiwa sifa yangu kuwa kadri ninavyolewa na uwezo wangu wa kupiga ngoma unaongezeka maradufu, na kamwe sikupoteza uwezo wa kupiga ngoma. Nililetewa binti kwenye chumba kilichoandaliwa na kumaliza kuamba ngoma. Kisha nikarudi kwenye uskani. Baada ya hapo niliwaburudisha hadi saa 6 usiku. Wengi walichoka na kulala. Ndipo tulipokuja kutafutwa na vijana kutoka Zalala wakidai wanahitaji huduma yetu. Hatukuwa na hiana. Tulifika Msanga Zalala na tulikuta watu wakiwa kwenye hali ya mzuka, na ngoma tulianza kupiga kwa nusu lisaa lizima bila kuzima, na kuamsha wote waliokuwa wamekwenda kulala na kuja tena kuicheza ngoma. Baada ya lisaa nilizima ngoma kwa ajili ya kuamba. Sikuwa nahitaji pombe kutokana na kunywa sana Mwanalumango. Badala yake niliomba niletewe binti kwenye chumba niwambe ngoma. Walinionyesha chumba cha kusubiria. Nilienda na alikuja mdada kwenye chumba cha giza tayari kwa kufanya mapenzi na mimi. Na hiyo ndio ilikuwa maana halisi ya kuamba ngoma. Sikutaka kumjua ni nani na wamba naye ngoma. Wakati tunaendelea na tendo, alikuja mama mwenye shughuli na kumwambia mwanamke niliyekuwa nikiwamba naye ngoma. Alisikika akisema, "We Biti Kijazi, huyo mpe moja hajamaliza kazi yake." Hakika nililisikia jina la mama yangu. Huu ni mwisho wa sehemu ya kwanza. Imeandikwa na Raida 17 na imesimuliwa na mimi Melik Sounds Mbaba. Usikose sehemu ya pili.